Have you been to Burundi? Have you been in Burundi? Haya maswali mawili unadhani yana maana sawa? Let's see. Yana maana mbili tofauti. Yote yanauliza umewahi. Tena kusisitiza pale tulisema unaweza kuongeza ever. Nadhani unakumbuka present perfect continuous. Sasa nikikuuliza have you been to, na kuuliza umewahi kufika, yaani kwenda na kurudi. Siulizi kama ulikaa, uliishi. Ushawahi kufika, yaani unapajua. Have you been to Iringa? Has Peter been to Dodoma? Have they been to London? Has she been to Kariakoo before? Ameshawahi kufika Kariakoo kabla? Yaani ni swali inauliza umewahi kwenda? Umewahi kwenda mahali fulani? Hebu tuone kwenye have you been in. Have you been in Dodoma? Hapa sasa namaanisha umeshawahi kuwa ndani ya Dodoma. Hapa tunauliza kipindi cha muda fulani. Okay? Have you been in Dodoma? Unaniambia yes, I've been in Dodoma for 3 months. Have you been in London? Yes, I've been in London for many years. Kwa hiyo mtu anapokuuliza have you been in, anataka kujua how long, yaani anaulizia kipindi fulani. Umeshakaa, umeshaishi pale? Sikiliza hii sentensi zangu mbili. I've been to Zambia 2 times. Nimewahi kufika Zambia mara 2. Lakini nikikwambia I've been in Zambia 2 years, manake nimeshakaa kwa kipindi cha. Na have you been in, mara nyingi mtu akikuuliza swali anaweza kukuuliza how long have you been in Zambia? I've been in Zambia for 2 years. How long have you been in Dar es Salaam? Labda unakaa Mwanza. Oh, I've been here for 6 months. Nimekuwa hapa miezi 6. Okay? Have you ever been to the National Stadium? Umeshafika uwanja wa Taifa? Yes, I've been there 5 times. Lakini nikikuuliza have you been in the National Stadium, it means ushawahi kuingia kule, ushakuwa ndani umeshakuwa ndani ya uwanja wa Taifa. Have you been in this room before? Umeshakuwa kwenye hiki chumba kabla? No, this is my first time actually. Ni mara yangu ya kwanza. It means sijawahi. I've never been in this room before. I hope umeelewa tofauti hizo sentensi mbili. Thank you. Have a good one.